The Storybook. I live in tension. Wasiwasi na uoga. Uoga mkubwa juu ya hiyo wanayoiita siku ya mwisho wa dunia. Tena wanasema mwisho wa dunia umekaribia, na halafu wanausimulia kwa vitisho sana. Ila hakuna anayejua kuwa je, imebaki miaka mingapi ifike mwisho wa dunia? Au labda ni masaa tu na dakika chache zijazo? Yawezekana ikawa hata kabla sijaimaliza simulizi hii, jambo hili la kutisha limebaki kwa kitendawili kwa wanadamu wote. Nimeishi kwenye hii dunia kwa miaka kadhaa, si mingi, lakini ninavyovisikia kuhusu mwisho wa dunia ni mambo ya kuogopesha. Nitayasimulia kulingana na kumbukumbu zangu za nilivyosoma toka vitabu vya dini mbalimbali na pia niliyoyanakili toka kwa wahubiri wa kuheshimika. Japo sitasimulia kwa vifungu na aya, kwa maana mimi si mhubiri, ila sikiliza na ukumbuke unaoyasikiaga msikitini na kanisani. Kisha fananisha simulizi zao na hizi za kwangu hapa. Halafu utanielewa kwa kina na kuipa dawa nafsi yako. Siku ya mwisho wa dunia. Siku hiyo asubuhi kutapambazuka, lakini haitokuwa asubuhi njema. Nimesikia wakisema siku hiyo, tofauti na ilivyo kawaida, jua halitotoka mashariki kwenda magharibi, badala yake jua litachomoza magharibi kwenda mashariki. Mwanadamu atakapoona hivyo atafadhaika, na kwa wanaokumbuka maneno ya wahubiri, basi nafsi zao zitazongwa na hofu ya uhakika wa kusulubika kwa kifo kizito, kwa maana siku hiyo dunia itagharikishwa, bora hata ya kilichowakuta waovu wa Sodoma na Gomora. Kisa cha tsunami, bahari ilipomeza nchi nyingi, ikafunika miji mikubwa, na ilipoondoka kurudi maskani yake, ikaondoka na roho za watu 227,898. Siku moja nilimsikia mhubiri mmoja akisema, kisha siku hiyo ya mwisho wa dunia, moshi ambao haujulikani utatokea wapi, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, moshi huo utatanda na kuifunika anga yote ya dunia. Hapo kiza cha hofu kitazidi kuitia taharuki nafsi ya mwanadamu. Lakini kama vile haitoshi, imeandikwa vitabuni kuwa jua na mwezi vitakusanyika pamoja, na halafu mithili ya mshumaa vitafifia pole pole mpaka mwisho vitazimika na kupoteza kabisa nuru yake. Kisha jua litakapozimika, mbingu itamtisha zaidi mwanadamu, kwa maana tutashuhudia nyota zikigongana angani kwa vurugu isiyo na mfano. Sijui nyota hizo zitatoa milipuko na kishindo cha namna gani, lakini ninachokijua kwa hakika ni kwamba itakuwa ni jambo la kuogopesha. Hapo mwanadamu atakuwa amechanganyikiwa. Imeandikwa vitabuni kuwa siku hiyo wanyama wote, hata wale wa kutisha, simba na majoka makubwa na hata tembo, watatetemeka kwa hofu, na walio na mimba basi zitawatoka. Vivyo hivyo hata kwa mwanadamu, siku hiyo kila kilichobeba mimba tumboni mwake itamtoka. Wale wahubiri nimewakariri wakisema wamama watakimbia watoto wao siku hiyo. Maskini kwa wagonjwa watakaokuwa vitandani, wao mioyo yao itaenda mbio, mikono itakamata shuka na kulifinya, na macho yao yatakuwa wazi kusubiri ni ipi itakuwa hatima yao. Haijalishi wenye imani thabiti za dini watapiga goti na kusali kwa kiwango gani, siku ya mwisho wa dunia, kila kilichoandikwa ni lazima kitatimia. Fikiria juu ya hii miji ya kifahari iliyo na maghorofa makubwa, minara mirefu na madaraja ya kila aina. Hivi vyote vitaporomoka, na kila vitakapokuwa vikianguka juu ya uso wa dunia, vitaisaga miili yetu na kuenda na roho zetu. Hapo kumbuka kuwa jua lilishazimika na kuiacha dunia kwenye kiza kinene. Sasa nikurudishe kwenye sayansi. Dunia ikilikosa jua, ni nini kinachoweza kutokea?
Sayansi inasema mwanga wa jua hutumia dakika 8 kutoka kwenye jua mpaka kuifikia dunia, na hivyo sayansi inaamini ikiwa jua litazimika basi itachukua dakika 8 tu kwa sisi kugundua na kuona athari mbalimbali za kulikosa jua. Na jua likizimika, basi baada ya dakika 8 dunia itaacha ule mzunguko wake wa asili kulizunguka jua, kisha itaanza kuranda ikitembea uelekeo wa moja kwa moja, na hapo ndio binadamu atakapopaniki zaidi. Lakini jua litakapoacha kuipiga dunia, baridi itakuwa ni kali mno. Kali kiasi kwamba kama tungekuwa na siku 6 mbele, basi bahari na kila kilichopo juu ya uso wa dunia kitaganda mithili ya barafu iliyotoka kwenye friza. Wakati huo, kwa hayo yote niliyoyasimulia, nina hakika baada ya hayo wanadamu wengi watakuwa wameshakufa na miili yao kuzagaa juu ya uso wa dunia, lakini baadhi watabaki wangali hai. Halafu sasa itafikia wakati wa kifo kwa kila kiumbe kilichopo ardhini. Huu ndio ule wakati wa kupulizwa kwa baragumu. Vitabu vimeandika mengi tofauti juu ya nyakati ya kupulizwa kwa baragumu, lakini kwa hakika itakapopulizwa baragumu ndio itakuwa sauti ya kwanza itakayosikika kwa nguvu duniani kote, na hapo sasa kila kiumbe kitakufa. Vitabu vingine vinaenda mbali zaidi, vinaeleza kuwa baragumu itakapopulizwa basi milima, majabali na miamba mikubwa yote itainuka na kupazwa juu, kisha itapukutishwa na kurudi kimwagika ardhini mfano wa sufi. Baada ya hapo kimya kitatanda. Dunia itakuwa kimya kabisa. Hakuna mwanadamu wala kiumbe chochote kitakachokuwa hai. Hakuna mlima wala mwamba utakaokuwa umesimama juu ya uso wa dunia. Hakutabaki ghorofa wala mnara wowote ambao binadamu aliujenga na kuusifia ni imara. Kitabu kimoja cha dini kinasema Mungu ataamuru mvua inyeshe, na itanyesha kwa siku 40 mfululizo ili isafishe ardhi ambayo baadaye watasimamishwa binadamu kufanyiwa hesabu zao. Na pia Mwenyezi Mungu ataamuru upepo mkali urande kuizunguka dunia nzima. Patasafishika kiasi dunia itabaki tambarale kabisa, wala hakutakuwa na dalili yoyote kuwa hapa duniani paliwahi kuishi mwanadamu. Hapo itakuwa siku ya mwisho wa dunia imetimia. Kwa wanaoamini kuwa kuna maisha baada ya huu ulimwengu wa kidunia, basi maisha mapya yataanzia hapo. Itapulizwa tena baragumu na kila kilichokufa kitafufuka. Yanayofuata sitaki kuyasimulia, yamekaa kidini zaidi. Nikudokeze tu, maandiko yanasema siku hiyo itakuwa ni siku nzito zaidi. The Storybook. Hii dunia imezeeka, ni kongwe kweli kweli. Wanasayansi wanaamini tangu dunia iumbwe ina miaka zaidi ya bilioni 3.5. Na shughuli za wanadamu kama purukushani za nyuklia vinatia mashaka kama bado imebaki miaka mingi kabla ya kufika kwa mwisho wa dunia. Vitabu vitakatifu vilitaja dalili nyingi za mwisho wa dunia, na nyingi kati ya hizo zimeshatimia. Maandiko yalisema siku za mwisho dunia itatawaliwa na zinaa, rushwa, vifo vya ghafla vitakuwa ni kawaida. Je, hamuoni siku hizi vijana wanavyopukutika kama mzaha? Na kama vile vifo hivyo havitoshi, maandiko yanasema binadamu watachinjana kama kuku. Mauaji yatakithiri duniani. Vitabu vitakatifu, Qur'an na Biblia, vyote vinahitaja hii kama dalili mojawapo ya siku ya mwisho. Pombe zitaitawala dunia mwisho wa dunia utakapokaribia. Na tutakaposhuhudia kuwa wanawake wamekuwa wengi kuliko wanaume, nayo pia ni dalili ya kukaribia kwa siku za mwisho. Biblia na imani ya Kiislamu vyote vinasema kuwa hata kukithiri kwa matetemeko ya ardhi ni ishara mojawapo kuwa tayari tunaishi kwenye siku za mwisho. Zimebaki dalili 10 tu kubwa, ambazo zitakapoanza hizo, basi ndio kwa hakika kabisa tutakuwa tumefika ukingoni.
mfano kurudi kwa Masia, Yesu, Isa bin Maryam. Mwanadamu anaogopa sana kuhusu siku ya mwisho, lakini maskini hajui itakuwa ni mwezi gani. Je, itakuwa ni kipindi cha mvua ama kipindi cha jua kali? Hatujui. Hakika hatujui itakuwa ni siku gani. Wote hatujui. Ni siri aijuayo Mungu peke yake. Miaka 400 iliyopita wanasayansi walianza kufanya tafiti kuchunguza, je, dunia hii ina miaka mingapi tangu iumbwe. Wakatumia ushahidi wa mabadiliko yatokeayo kwenye kina cha bahari na kusambaa kwake, pia kiwango cha chumvi kilichopo kwenye bahari. Pia wanasayansi wakatafiti kuhusu mabadiliko ya hali joto la dunia na jua lenyewe. Lakini hizi zilikuwa ni njia za kizamani za kuchunguza juu ya umri wa dunia. Tafiti za kisasa zikaanza kufanywa zikiipima miamba tofauti tofauti, na hapo yakaanza kupatikana majibu yanayoaminika. Kaskazini magharibi mwa nchi ya Canada, karibu na ziwa moja kubwa liitwalo Great Slave Lake, kikaokotwa kipande cha mwamba ambacho kilipofanywa utafiti kwa teknolojia ya kisasa ikagundulika kuwa ndio mwamba wa zamani zaidi juu ya uso wa dunia. Mwamba huo uitwao Acasta Gneiss ulikuwa na zaidi ya miaka bilioni 4. Hivyo ikawa ni mojawapo ya ushahidi kuwa dunia hii ni kongwe, na ikakadiriwa kuwa na zaidi ya miaka bilioni 4.5. Binadamu walipoanza kupata maarifa ya kuandika historia yao, pia walipata na kiu ya udadisi. Walitamani kuijua kesho yao, wakatamani kujua ni lini pia ndio hii dunia itasambaratika. Hili swali likakosa jibu, lakini wakaibuka watu ambao walifanya tafiti zao kwa njia tofauti tofauti, kisha wakaja na majibu yanayotabiri siku na tarehe itakayokuwa ndio mwisho wa dunia. Septemba 6 mwaka 1994 iliwahi kutabiriwa pia kuwa ndio ingekuwa siku ya mwisho wa dunia. Mwaka 1992, bwana mmoja raia wa Marekani ambaye ni mtumishi wa Injili aitwaye Harold Camping anadai alipiga mahesabu kwa kutumia namba na tarehe zilizomo ndani ya Biblia, na zikamfanya agundue siri ya siku ambayo ndiyo Yesu angerudi, na kwa mujibu wa imani yake akaamini siku hiyo ndiyo ingekuwa mwisho wa dunia. Basi bwana Harold akaandika kitabu ambacho ndani yake akaitaja siku ya Jumanne, Septemba 6 mwaka 1994 ingekuwa ndio siku ya mwisho wa dunia. Kweli utabiri wake uliweza kuwashika watu masikio. Kadri siku hiyo ilivyokuwa ikikaribia, basi hofu miongoni mwa walioamini utabiri wake ilizidi kuwa kubwa. Septemba 6 mwaka 1994 hatimaye ikafika. Watu wakaamka wakiendelea na shughuli zao, huku kila saa macho yakiwa mbinguni, labda watamuona mwana wa Israeli akishuka. Asubuhi ikaisha na ukaja mchana. Mchana nao ukapita, ikaingia jioni. Jua likazama, ikawa ni usiku. Watu wakawa wanahesabu masaa kuona, je, siku itapinduka na kuingia Septemba 7 au ndio muda wowote mbingu itapasuka na tuone mwisho wa dunia. Saa 6 kasoro usiku ikafika, bado kuko shwari kabisa. Mshale wa saa ukaivuka namba 12 na kutuingiza siku mpya ya Septemba 7 mwaka 1994. Utabiri wa bwana Harold Camping kuhusu mwisho wa dunia ukawa umefeli. Harold akasema alikosea mahesabu yake kidogo sana. Akasema amepiga upya mahesabu yake na kugundua kiama kitatokea Oktoba 2 mwaka 1994. Yaani kwa kipindi hiko ilikuwa ni mwezi mmoja mbele. Siku hiyo nayo ikafika, utabiri wake ukamtia tena aibu kwa mara ya pili. Hakuvunjika moyo. Akatabiri tena kuwa March 31 mwaka 1995 ndiyo ingekuwa mwisho wa dunia. Harold Camping akaumbuka tena, lakini bado akaendelea mara kwa mara kutabiri bila ya kuchoka. Akatabiri mwisho wa dunia kwa mara 12, lakini mara zote utabiri wake ulifeli, haikutimia. Mwishowe bwana Harold Camping akachoka kujitia aibu, akaamua kukaa kimya.
Baadaye ukaja utabiri wa kiyama ambao huu sasa uliitikisa sehemu kubwa ya dunia. Ulikuwa ni utabiri ulioegemea kwenye dhana ya kisayansi na ukaonekana kuwa na mashiko miongoni mwa watu wengi. Utabiri huu ulisema mwisho wa dunia ni mwaka 2000. Naamini wengi mtakuwa mnakumbuka utabiri huu. Uliitwa utabiri wa dhana ya Y2K. Januari 1 mwaka 2000, siku ambayo millennium mpya ilikuwa inaanza. Mfumo wa kompyuta duniani ulitarajiwa kupata hitilafu kubwa ambayo madhara yake yakaonyesha wazi kuwa dunia ingesambaratika siku hiyo. Mfumo wa kompyuta wa kumbukumbu za kalenda ulikuwa umewekwa kwenye namna ya miaka yenye tarakimu 4 za namba au angalau 2, huku mwaka wa 2000 ulikuwa na tarakimu 1 tu ya namba na zilizobaki zote 3 ni sifuri. Hivyo basi, mfumo wa kalenda za kompyuta ni lazima ungepata hitilafu. Kisayansi wakiita Y2K problem, the millennium bug. Ilitarajiwa tatizo hili la kimfumo wa kalenda lingepelekea saa kushindwa kusoma majira na pia mifumo yote ya kompyuta kushindwa kutambua mwaka mpya wa 2000. Na hitilafu hiyo ikatarajiwa kufanya ndege zote ambazo zingekuwa angani basi zingefeli na kuanguka. Ilitarajiwa siku hiyo umeme ungekatika duniani kote, kwani vyanzo vya nishati pia vilitabiriwa kuzima na kushindwa kufanya kazi. Ilipofika mwaka mpya wa 2000, saa za mshale na zingine za kawaida ziliendelea kusoma majira kama kawaida, lakini saa zote za kidigitali duniani kote zilishindwa kuutambua mwaka wa 2000. Zikarudi nyuma na kusoma majira zikionyesha ni mwaka wa 1900. Ni hilo tu ndilo lililotokea kama tatizo kwenye mfumo wa kompyuta, lakini mengine yote yaliyofikiriwa hayakutimia. Mtazamo na hofu ya baadhi ya wanasayansi ikadhihirisha tena kuwa bado wanadamu hatujui ni siku ipi hasa ndio itakuwa mwisho wa dunia. Basi hilo la Y2K likapita. Akaja msomi mmoja aitwaye Richard Noon akatabiri kuwa kwenye mfumo wa jua kutatokea hitilafu. Akasema sayari 5 zitaizonga dunia na kufanya isifikiwe na mionzi ya jua. Akasema sayari za Mercury, Venus, Mars, Jupiter na Saturn zitaizonga dunia na kuifanya igande kote na kuwa barafu, sababu jua halitaifikia dunia. Akasema tukio hilo la kutisha litatokea tarehe 5 ya mwezi Mei mwaka wa 2000. Bwana Richard Noon akaliita tukio hilo ICE, the ultimate disaster. Richard Noon naye hakuambulia kitu zaidi ya aibu. Kuna wakati tuliwahi kusikia kwenye taarifa za habari kuwa kuna jiwe kubwa sana litokalo huko nje ya dunia, na jiwe hilo linakuja kwa kasi sana likiifuata kuidondokea dunia. Wako wanasayansi walioamini jiwe hilo litaifikia dunia na litaipiga dunia kwa kishindo kizito kiasi cha kwamba litatokea tetemeko kubwa sana la ardhi. Na kwa mshtuko mkubwa wa kishindo hiko, basi dunia haitaweza kuhimili tena kuendelea kuwepo, na hapo ndio itakuwa mwisho wa dunia. Hilo jiwe kubwa wanasayansi walioamini juu ya uwepo wake waliliita Planet X ama Nibiru. Mwaka 1999 watu walivumisha kuwa mwaka huo ndio itakuwa mwisho wa dunia pale jiwe la Nibiru litakapoipiga dunia. Haikutokea hivyo, lakini baadaye uvumi huu ukarudi tena na wakasema siku ya pili, Novemba 19 mwaka 2017 ndio jiwe hilo lingekuwa linaisambaratisha dunia. Kipindi hiko wakati utabiri huu unafanyika, nchi kadhaa duniani zilikuwa zikisumbuliwa sana na matukio ya tetemeko la ardhi. Nchi kama Indonesia, Gibraltar na Nepal zilipoteza watu wengi kwa matetemeko ya ardhi, na wanasayansi wa Planet X wakayatumia matukio hayo kama ushahidi wa kuashiria ujio wa jiwe hilo kubwa litakaloimaliza dunia. Lakini mpaka leo ni mwaka wa 3 jiwe la Nibiru halijaifikia bado dunia, japo uvumi kuhusu jiwe hilo unaendelea kuhubiriwa. Wasikushangaze hawa wanaotabiri mwisho wa dunia siku hizi, kwa maana wamekuwa wakifeli kama walivyofeli babu zao. Utabiri kuhusu mwisho wa dunia ulianza tangu zamani sana. Nakumbuka hata miaka ya 1500 mtaliano mmoja mchoraji Bwana Sandro Botticelli alitabiri na kuamini miaka hiyo aliyokuwa akiishi yeye tayari mwisho wa dunia ulishakaribia.
lakini akaishi mpaka akafa, na mpaka leo imepita miaka 500 bado siku aliyoitabiri haijafika. Watu wengine kama William